kesho. Yote nilofanya kwa taifa langu nitachukua na kuonekana tena. Nisikia moyoni raha upendo iliyonizunguka kwa ndani ya moyo wangu, kwa sababu bendera itaendelea kupepea kwa uhuru, kwa sababu bendera itaendelea kupepea kwa uhuru. Undugu na umoja wetu ni mikono iliyotushika, inatuongezea thamani kwa majirani waliotuzunguka. Naisikia rohoni raha ya upendo huu. Kwa sababu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaendelea sasa na mikutano yetu ya wakuu wa taasisi za serikali na waandishi wa habari, na namleta tena kwenu katibu mtendaji wa Tume ya Madini, Mhandisi Ramadhan Luamo, kwa ajili ya wasilisho lake. Karibu sana mhandisi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika hapa tukiwa salama na afya njema. Naomba niwapitishe kwenye muhtasari wa taarifa ya mafanikio ya utekelezaji wa majukumu ya Tume ya Madini kwa kipindi cha mwaka 2021-22 hadi Februari 2025. Taarifa yangu itakuwa na vipengele vichache ambapo nitaanza na utangulizi, lakini tutakuwa na dira na dhima ya Tume ya Madini, lakini vile vile maeneo ya kipaumbele katika utekelezaji wa majukumu ya Tume ya Madini, mafanikio, mwelekeo na mikakati ya Tume ya Madini pamoja na hitimisho. Ndugu waandishi wa habari, Tume ya Madini ni taasisi iliyo chini ya Wizara ya Madini ambayo iliundwa na Sheria ya Madini sura 123 na kutangazwa kupitia gazeti la serikali namba 27. Tume ilianza kutekeleza majukumu yake rasmi tarehe 17 Aprili 2018. Tume ya Madini ina majukumu ambayo yamefafanuliwa kwenye Sheria ya Madini sura 123 katika kifungu cha 22 na ina jumla ya majukumu 22. Majukumu yote yanalenga katika kuboresha usimamizi na udhibiti wa uzalishaji na biashara ya madini kwa kuhakikisha sheria, kanuni na taratibu zote zinazoongoza shughuli za madini zinafuatwa ipasavyo ili kuongeza pato la taifa. Ndugu waandishi wa habari, dira ya Tume ya Madini ni kuwa kitovu cha utafutaji na uchimbaji endelevu wa madini Afrika kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Aidha, dhima ni kudhibiti sekta ya madini kupitia usimamizi, ufuatiliaji katika utafutaji, uchimbaji, uongezaji thamani na biashara ya madini kwa ajili ya maendeleo endelevu. Tume ya Madini imekuwa na maeneo ya kipaumbele, na maeneo haya nazungumzia katika kipindi cha kuanzia mwaka wa fedha 2021-22 mpaka 2025. Maeneo ya kipaumbele ya Tume ya Madini ni kama ifuatavyo. Moja ni kuimarisha mazingira ya utendaji kazi wa Tume ya Madini. Lakini pia kuna kuimarisha usimamizi wa sekta ya madini na ukusanyaji wa mapato ya serikali yatokanayo na rasilimali madini pamoja na kuvutia wawekezaji. Lengo nyingine ni kuimarisha ufuatiliaji wa ukaguzi wa usalama, afya, mazingira na uzalishaji wa madini katika migodi midogo, ya kati na migodi mikubwa. Lakini eneo jingine la kipaumbele ni kuendelea kuboresha mazingira yatakayowezesha wananchi kufaidika na rasilimali madini. Eneo jingine ni kuelimisha umma na kuboresha mawasiliano kati ya Tume ya Madini na wadau mbalimbali kuhusu masuala ya madini. Na kuendeleza rasilimali watu, kuboresha ustawi wa watumishi
Tume ya Madini. Eneo jingine la kipaumbele ni kuhamasisha uwekezaji, uanzishwaji wa minada, maonesho ya madini ya vito na uongezaji thamani madini, na eneo la mwisho ni kuendeleza madini muhimu na madini mkakati. Ndugu waandishi wa habari, Tume ya Madini imekuwa na mafanikio mbalimbali, na katika kipindi cha kuanzia mwaka wa fedha 2021-22 hadi Januari 2025, tume imekuwa na mafanikio yafuatayo. Mafanikio ya kwanza ni kuimarika kwa ukusanyaji wa maduhuli yatokanayo na rasilimali madini kupitia usimamizi unaofanywa na Tume ya Madini. Kiwango cha makusanyo ya maduhuli ya serikali kimepanda kutoka shilingi bilioni 624.61 zilizokusanywa mwaka wa fedha 2021-22 hadi kufikia shilingi bilioni 753.82 kwa mwaka wa fedha 2023-24. Makusanyo haya ni sawa na ongezeko la 20.7% ya makusanyo kwa miaka mitatu. Aidha, katika kipindi cha kuanzia Julai mwaka 2024 mpaka Februari 2025, tume imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 690.8 sawa na 69.08 ya lengo la mwaka wa fedha 2024-25. Lengo la mwaka wa fedha 2024-25 ni shilingi trilioni 1. Eneo jingine la mafanikio ni mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa umeongezeka kutoka 7.2 mwaka 2021 hadi kufikia 9% mwaka 2023. Hii ni kutokana na kuimarika kwa usimamizi wa shughuli mbalimbali za madini. Vile vile ukuaji wa sekta ya madini umeongezeka kutoka 9.4 kwa mwaka 2021 hadi kufika 11.3 mwaka 2023. Kutokana na kuendelea kuimarika kwa sekta ya madini, mwenendo wa mchango wa sekta ya madini na ukuaji wake unatarajiwa kufika 10% tutakapomaliza mwaka 2025. Mafanikio mengine katika kipindi tajwa, Wizara ya Madini kupitia Tume ya Madini kwa kushirikiana na mamlaka za tawala za mikoa na serikali za mitaa iliendelea kusimamia utendaji kazi wa masoko ya madini na vituo vya ununuzi wa madini nchini. Hadi kufikia Februari 2025, Tume ya Madini kwa kushirikiana na TAMISEMI imefanikiwa kuanzisha masoko 43 na vituo vya ununuzi 109. Kuanzia mwaka wa fedha 2021-22, mauzo ya madini katika masoko na vituo vya ununuzi wa madini yameendelea kuongezeka kutoka shilingi trilioni 2.36 hadi kufika shilingi trilioni 2.56 kwa mwaka 2023-24. Mauzo haya yamesababisha Tume ya Madini kukusanya maduhuli ya serikali, maduhuli ambayo yametokana na mrabaha, ada ya ukaguzi, yanatokana na madini yaliyouzwa kwenye masoko na vituo vya ununuzi. Katika mchanganuo huu, mwaka 2021-22, Tume ya Madini iliweza kukusanya kupitia masoko peke yake shilingi bilioni 164. 2022-23 ilikusanya bilioni 157.4. 2023-24 iliweza kukusanya shilingi bilioni 183.13. Na mwaka huu wa fedha ambao tunaendelea mpaka sasa tumeshakusanya jumla ya shilingi bilioni 141.78. Mafanikio mengine ni katika kuhakikisha kuwa wananchi wananufaika na rasilimali madini. Tume imeendelea kusimamia uwasilishaji wa mipango ya ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini kutoka kwa wamiliki na waombaji wa leseni za madini, wasambaza bidhaa na watoa huduma kama takwa mojawapo la sheria ya madini sura 123. Katika kipindi tajwa, jumla ya mipango 1076 ya ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini ilipokelewa na kufanywa uchambuzi, ambapo mipango 1047 ilikidhi vigezo na kuidhinishwa. Aidha, Tume ya Madini imeendelea kusimamia kikamilifu upatikanaji wa ajira kwa Watanzania kutoka kwenye kampuni mbalimbali za uchimbaji, ambapo katika kipindi rejewa kampuni ziliweza kuzalisha ajira 19874, ambapo kati ya hizo ajira 19371 ni kwa Watanzania ambao ni sawa na 97.5, na ajira 503 ni wageni ambao ni sawa na 2.5.
Vile vile jumla ya bidhaa zenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 3.8 ziliuzwa na kusambazwa migodini, ambapo kati ya bidhaa hizo kampuni za Tanzania zilifanikiwa kuuza bidhaa zenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 3.46 sawa na 91.68. Katika kuendelea kuimarisha shughuli za uzalishaji na biashara ya madini, Tume ya Madini imeendelea kutenga maeneo mahususi kwa ajili ya wachimbaji wadogo, ambapo katika kipindi rejewa tume imefanikiwa kutenga maeneo 58 kwa ajili ya wachimbaji wadogo katika mikoa mbalimbali nchini. Tume imeendelea kuwatengelezea mazingira rafiki kwa ajili ya kupata leseni za uchimbaji pamoja na kuunganisha na taasisi za kifedha wachimbaji wadogo ili waweze kupata mikopo kwa ajili ya uendelezaji wa shughuli za uchimbaji. Vile vile Tume ya Madini kwa kushirikiana na Taasisi ya Jiolojia Tanzania GST imeendelea kufanya tafiti mbalimbali katika maeneo ili kuwawezesha wachimbaji wadogo kupata taarifa sahihi za uwepo wa rasilimali madini na kufanya uchimbaji wenye tija. Mafanikio mengine ni katika utoaji wa leseni. Katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021-22 mpaka Januari 2025, jumla ya leseni 41,424 zimetolewa. Leseni hizi ni sawa na 111% ya lengo, ambapo tume ilijipangia kutoa leseni 37,318. Vile vile tume imeendelea kuimarisha mazingira ya uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya madini nchini kwa kutoa leseni kubwa kwa kampuni mbalimbali za uchimbaji. Leseni za uchimbaji mkubwa madini zilitolewa kwa kampuni kwa kuanzia mwaka 2021 mpaka 25. Tumetoa jumla ya leseni 5, ambapo leseni hizo ni zimetoka kwa kampuni ya Faro Graphite kwa ajili ya madini ya Kinywe, ipo mkoani Morogoro. Mamba Minerals Corporation Limited ni madini adimu rare earth elements, Ngwala mkoani Songwe. Tembo Nickel kwa madini ya nickel, Ngara mkoani Kagera. Lakini vile vile kampuni ya Sota Mining ipo Sengerema, ilipewa leseni kubwa ya uchimbaji wa madini ya dhahabu. Na kampuni ya Nyati Mineral Sands ipo mkoani Tanga, leseni ilitolewa kwa ajili ya uchimbaji wa madini ya heavy mineral sands. Tume ya Madini imeendelea kuimarisha ufuatiliaji na ukaguzi wa usalama, afya na mazingira na uzalishaji wa madini katika migodi midogo, ya kati na mikubwa. Kufanya kaguzi katika ujenzi na matumizi salama ya mabwawa ya tope sumu pamoja na uhifadhi wa miambataka. Katika kipindi kinachorejewa, Tume ya Madini ilifanikiwa kufanya kaguzi katika migodi mikubwa 7 ya uchimbaji wa madini katika mikoa 6 ya kimadini, ambapo ni mkoa wa Mara, Shinyanga, Mwanza, Kagera, Geita na Mtwara. Sambamba na kufanya kaguzi 187 katika migodi ya kati nchini. Katika kipindi hicho, tume imefanikiwa kufanya ukaguzi katika masuala ya usalama, afya na mazingira katika migodi midogo 60,761 iliyopo katika mikoa 26 ya kimadini nchini. Kaguzi zote hizi ziliweza kubaini mapungufu na maelekezo kwa ajili ya maboresho yaliweza kutolewa kwa wale ambao walikutwa na mapungufu. Aidha, katika kipindi cha kuanzia Julai hadi Februari 2025, ukaguzi umefanyika katika maghala ya kuhifadhia baruti kwenye mikoa 30 ya kimadini, ambapo bohari 164, store 268 na masanduku 207 ya baruti yaliweza kukaguliwa. Tume iliweza kutoa mafunzo kuhusu masuala ya usalama, afya, mazingira pamoja na usimamizi wa baruti yalitolewa kwa wachimbaji wadogo wa madini katika mikoa mbalimbali ya kimadini nchini, ambapo jumla ya wachimbaji wa madini 11,478 walishiriki mafunzo hayo. Na katika kuelimisha umma na kuboresha mawasiliano kati ya Tume ya Madini na wadau mbalimbali kuhusu masuala ya madini, tume imefanikiwa kufanya utayarishaji wa vipindi maalum na makala zinazohusu maudhui ya ndani na mchango wa kampuni za uchimbaji wa madini katika jamii kupitia programu za CSR katika mikoa mbalimbali ya kimadini nchini kwa njia ya redio, runinga pamoja na kuchapishwa katika tovuti na mitandao ya kijamii.
Aidha, vipindi hivi vimeendelea kuelimisha umma kuhusu masuala ya madini nchini ili kufungua fursa kwa Watanzania kunufaika na rasilimali madini. Sasa mwelekeo na mikakati ya Tume ya Madini. Tume ya Madini imejiwekea mikakati yake kuhakikisha kwamba inafikia 10%, inaiwezesha wizara kufikia 10% ya mchango wa GDP kwenye taifa. Katika kuhakikisha hiyo, Tume ya Madini imeendelea kuimarisha usimamizi na udhibiti katika maeneo ya uzalishaji wa madini ya ujenzi, wa madini ya viwandani kwa kuongeza wakaguzi wasaidizi, vitendea kazi, pamoja na kushirikisha mamlaka nyingine za serikali zinazosimamia na kutumia rasilimali madini. Lakini vile vile tumeka mkakati kuimarisha udhibiti wa biashara ya madini, hususan utoroshaji wa madini kwa kuhamasisha umuhimu wa kutumia masoko na vituo vya madini nchini, kuimarisha vituo vya ukaguzi katika maeneo ya mipakani, bandarini pamoja na viwanja vya ndege. Aidha, mkakati mwingine ni uboreshaji na usimamizi thabiti wa mifumo ya utoaji wa leseni za madini nchini. Mkakati mwingine ambao tume imejiwekea ni kuimarisha ukaguzi katika shughuli za uchimbaji katika migodi kwa lengo la kuwa na uchimbaji endelevu unaozingatia usalama, afya na utunzaji wa mazingira. Lakini vile vile tuna mikakati ya kuimarisha ofisi za maafisa madini wa kazi, maabara ya tume pamoja na ofisi za maafisa migodi wa kazi katika maeneo mbalimbali ya uzalishaji hapa nchini. Lakini tuna mkakati wa kuimarisha shughuli za tafiti zinazohusiana na utambuzi wa vyanzo vipya vya mapato yatokanayo na rasilimali madini. Na mwisho ni kuimarisha mazingira ya uwekezaji kwa wachimbaji wa madini. Naomba nihitimishe kwa kusema kwamba sekta ya madini ni miongoni mwa sekta muhimu katika kukuza uchumi na kuleta maendeleo ya kijamii na taifa kwa ujumla. Mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 katika sekta hii yametokana na uongozi makini na imara wa serikali chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Aidha, kuimarika kwa sekta hii kumesaidia kuongeza mapato ya serikali na kukua kwa mchango wa sekta ya madini nchini. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante Mhandisi Ramadhan Luamo kwa wasilisho. Sasa tunakaribisha maswali. Kwa yeyote mwenye maswali basi nimletee mic. Naitwa Sharon Sawa, natokea gazeti la Mwananchi. Na swali moja tu ni ufafanuzi. Umesema kwamba kuna migodi ambayo mmefanyia ukaguzi. Nitaka kujua migodi mingapi ambayo mmeikuta na mapungufu. Na ni mapungufu gani haswa hayo? Naitwa Juliet Yustad. Swali langu ni Tume ya Madini inatekeleza vipi sheria na kanuni katika kuhakikisha uchimbaji wa madini unazingatia mazingira? Sorry, jina? Juliet. Naitwa Jeanbet Albert Kasheja, engineer. Teknolojia ya kuchimba, kuchenjua, lakini pia hadi kuprocess katika swala zima la uuzaji wa madini imekuwa ni changamoto hususan kwa wachimbaji wadogo katika shughuli nzima ya madini. Nyie kama tume na mkakati gani wa kuhakikisha wachimbaji wadogo mnashughulikia tatizo hili, walau ambao wameamua kujikita katika upande huo waweze kutatuliwa tatizo hilo? Naitwa Leonard Mwacha. Nitamani kusikia swala la utoroshaji wa madini, kama bado changamoto ipo mnapambana nayo, na namna ambavyo pengine mnatumia sayansi na teknolojia au tehama katika kulinda haya madini hata kabla hayajaanza kutoroshwa.
Naitwa Richard Mwekenda kutoka CCM Blog na Kamanda wa Matukio Online TV. Mimi nilitaka kujua kwamba wachimbaji ambao wanaharibu mazingira mnawachukulia hatua gani? Naitwa Deus Magale wa Magale Blog na Tanzanite Gazeti. Labda taendeleza pale kwa Mwekenda aliposemea kwa kuhusu elimu. Sababu kuna migodi ukienda kama Chunya hivi au Isanja Badugu Geita kule, wachimbaji wanajisaidia msituni. Sasa sijui mnawapa elimu gani, halafu wengine vifaa vya kufanyia kazi hawana. Unaweza kuendelea. Bi Sharon, migodi iliyofanyiwa ukaguzi ni mingapi imekutwa na mapungufu na hatua gani ambazo tumezichukua? Napenda nikujibu swali hili kama ifuatavyo. Sehemu kubwa ya migodi ambayo tumeikagua, hususan ya wachimbaji wadogo, huwa tunakutana na changamoto kubwa ya utekelezaji wa matakwa ya kisheria, compliance. Kwa hatua kubwa ambao tunaichukua, cha kwanza huwa tunatoa elimu na kuelekeza vile ambavyo inatakiwa. Tunawapa muda wa kurekebisha makosa yao, na pale ambapo tunakuta kwamba maelekezo ambayo tumewapatia wameshindwa kuyarekebisha, basi huwa tunachukua hatua za kuwapatia hati za makosa, na mwisho wa siku huwa tunafuta leseni za uchimbaji wa madini. Bi Juliet, swala la usimamizi wa mazingira, Tume ya Madini inafanyaje? Tume ya Madini ina miongozo ambayo ni sheria pamoja na kanuni zake ambazo zinatuelekeza namna gani ya kuhakikisha kwamba uchimbaji wetu unakuwa salama, hususan kwenye utunzaji wa mazingira. Lakini mbali na Tume ya Madini, huwa tunashirikiana na taasisi nyingine wakiwemo NEMC, mamlaka za. La pili ni kwamba mna mkakati gani wa kuendeleza elimu au mafunzo kwa wachimbaji wadogo ili wapate ufanisi wa uchimbaji na kunufaika na madini? Rudia swali la pili. La pili ni kwamba mna mkakati gani wa kutoa mafunzo endelevu kwa wachimbaji wadogo maji, ambapo kwa pamoja huwa tunakuwa na ile National Closure Committee, National Mine Closure Committee, NMCC, ambapo mwenyekiti wake huwa ni Chief Inspector anatoka Tume ya Madini. Kwa pamoja, kwa kuchanganya nguvu zetu, huwa tunahakikisha kwamba uchafuzi wa mazingira au uharibifu wa mazingira tunaudhibiti katika kiasi kikubwa kutokana na shughuli zetu za uchimbaji wa madini. Swali la tatu ilikuwa ni swala la teknolojia, masuala ya uchimbaji, processing na teknolojia imekaaje. Kwenye swala la kuhamasisha kwamba wachimbaji wetu, wachimbaji wa madini wana upgrade kutokana na mabadiliko ya kiteknolojia, tumekuwa tukiendelea kutoa mafunzo mbalimbali kwa wachimbaji wadogo, lakini vile vile Tume ya Madini imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wachimbaji hawa pale wanapohitaji vifaa, tunashirikiana na mabenki kuweza kuwasaidia waweze kupata mikopo, kupata vifaa ambavyo ni vinaendana na teknolojia ya sasa ili waweze kufanya shughuli zao kwa ufanisi zaidi. Na ndio maana kama umeweza kuzunguka katika machimbo au maeneo ya uchimbaji kwa sasa hivi, sehemu nyingi ambazo zilikuwa zinatumia vatridge wengi wameacha na wamehamia kwenye hizi CIP na CIL. Bwana Leonard Mwacha, swala la usimamizi wa utoroshaji wa madini pamoja na tehama. Mpaka sasa hivi njia ambazo tunazitumia ni hizi ambazo sisi wenyewe maafisa wetu kutoka Tume ya Madini pamoja na maafisa kutoka vyombo vingine ambavyo kwa pamoja tunashirikiana
kuhakikisha utoroshaji unapungua. Aidha, tupo katika mikakati ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na teknolojia za kuweza kutrack kuanzia sehemu ya uzalishaji mpaka pale madini yanapouzwa, na kuweka features kwa ajili ya kuweza kutambua madini hayo yametoka wapi na mwisho wa siku yamefika wapi, na tunaweza tukatambua kwamba madini hayo yameweza kutoroshwa au yamefuata utaratibu sahihi kutokana na taratibu ambazo tunazitumia. Bwana Mwaikenda, wachimbaji wanaharibu mazingira na chukuliwa hatua gani? Nadhani nimelijibu au hujaridhika? Na mimi nimeridhika. Mkakati wa mafunzo, Tume ya Madini ipo vizuri sana katika utoaji wa mafunzo, na mikakati yetu ni kuhakikisha kwamba kila robo mwaka tunatoa mafunzo ya kutosha na kuhakikisha mafunzo yetu yanafika kanda zote ambazo zina uchimbaji hapa nchini. Na hivi karibuni tumetoka kufanya mafunzo wilayani Chunya, na mkakati na miezi ijayo tutakuwa na mafunzo katika maeneo mengine yenye uchimbaji. Kwa mikakati ya kutoa elimu au mafunzo endelevu tunaendelea nayo, na ni sehemu ya kipaumbele ya majukumu yetu kama Tume ya Madini. Bwana Deusi, elimu kwa wachimbaji limejibiwa, si ndio? Limejibiwa kwamba wachimbaji wanajisaidia hivi na vile. Nimelijibu katika utoaji wa mafunzo. Ukweli tunawaelimisha kuhakikisha kwamba wanatunza mazingira yao. Hata kwenda kufanya hizo shughuli sehemu salama ni katika harakati za kutunza mazingira. Tumemaliza. Tumebaki na muda kidogo. Naona kwa kuwa na swali la mwisho, labda tuchukue swali la mwisho alafu tufunge. Naitwa Lois, natoka EATV. Mimi nilikuwa natamani utuainishie maeneo yenye fursa ambazo vijana wanaweza kuwekeza. Yaani maeneo gani yana fursa, kwa sababu sekta yetu ya madini ni sekta ipo tu, ila watu hawajui kuna maeneo gani ambayo wanaweza kuwekeza hata vijana wa ndani. Na je, gharama ni kiasi gani? Ni kubwa sana kama wanavyodhani, au kuna maeneo ambayo gharama zake ni ndogo na wangeweza kuja kuwekeza? Na kitu kingine pia, bado madini yetu yanasafirishwa kama malighafi. Ni lini sasa mtazingatia swala la kuzifanya ili ziweze kukidhi hadi ya mnyororo mzima wa thamani ya sekta hiyo, ili Watanzania wengi waweze kunufaika? Amna moja la mwisho. Mimi nataka niongeze swali moja, ni kwamba mnawalinda vipi wachimbaji wadogo ambao wanabuni maeneo ya kuchimba na endapo kigundulika kwamba kuna madini wanafukuzwa, wanapewa wachimbaji wakubwa? Sasa nyie kama tume mnawalinda vipi hao? Moja ya mwisho dada hapa. Samani, mimi swali langu lile la kwanza, kama una takwimu naomba tafadhali unijibu kwa takwimu. Kama una basi nikutafute baadaye. Lile swala la watu wangapi ambao migodi mingapi mmeikuta na changamoto na mapungufu? Asante, naomba ufike ofisini. Swali la pili ni zile taarifa kuhusiana na utoroshaji wa madini. Hatujasikia kama umepungua kwa asilimia ngapi na hali ikoje sasa hizi? Swali moja la mwisho tufunge. Naam, naitwa James Bunuma natoka Clouds. Nina swali moja ambalo hili linaenda kwa wananchi. Ni kwamba tumeona mkizungumzia kuhusiana na migodi. Lakini kuna migodi ambayo inafanya eruption, lakini ile inaenda kuathiri nyumba za wananchi. Labda mna mpango gani kuhakikisha kwamba wananchi wana nyumba zao au vile vinavyokwenda kuathirika wanapata fidia? Samahani, sijaelewa vizuri swali. Eruption unalenga nini? Matumizi ya ni kwamba milipuko au volcanic eruption? Milipuko na mitikisiko ambayo inapelekea nyumba za wananchi kuweza kuathirika kama baruti. Nashukuru.
Mhandisi, unaweza ukaendelea. Asante kwa maswali mazuri. Naomba nianze kwa swali la fursa za uwekezaji kwenye sekta ya madini. Mbali ya uchimbaji kwenye sekta ya madini, kuna fursa nyingine nyingi ambazo zipo, ambazo zote huwa tunazihamasisha kupitia local content, na Tume ya Madini imekuwa na kipaumbele kikubwa sana kuhakikisha kwamba Watanzania wanashiriki kwenye shughuli za madini, sio kupitia uchimbaji tu, lakini hata kutoa huduma na kufanya biashara nyingine ambazo zitaiwezesha sekta ya madini kwenda mbele. Kama ukiangalia taarifa yangu ambayo nimewasilisha, kwa zaidi ya 90% ni kama biashara zinafanywa na kampuni za Kitanzania. Kwa hiyo niweze kuwasihi na kuhamasisha Watanzania kwa ujumla kwamba mbali ya uchimbaji wanaweza wakatoa huduma kwenye sekta ya madini, na kipaumbele hiki tukiweza kukitimiza ipasavyo ndicho kitakachotusaidia kuona faida halisi ya moja kwa moja ya sekta ya madini kwenye jamii yetu au kwa nchi yetu. Siku zote ufungamanishaji wa sekta yetu ya madini na sekta nyingine za kiuchumi ndio itakayo kututoa hapa tulipo kwenda mbele zaidi na zaidi. Kwa swala jingine, masuala ya value addition, Tume ya Madini, Wizara ya Madini kwa ujumla pamoja na Tume ya Madini imekuwa ikitoa msisitizo wa hali ya juu kuhakikisha kwamba tunaongeza thamani ya madini yetu nchini, na kupitia hilo tuna miongozo mbalimbali ya value addition nchini kuhakikisha kwamba madini ambayo tunayawasafirisha kutoka nchini kwenda nje basi hayo yameongezwa thamani hapa nchini. Swali jingine lilikuwa jinsi tunavyowalinda wachimbaji wadogo wakigundua maeneo. Kama Tume ya Madini, msimamizi wa sekta ya madini, kwanza hatuhamasishi watu kufanya uchimbaji holela. Pale ambapo huwa kunatokea rush, mineral rush, cha kwanza kabisa Tume ya Madini huwa tunafika, na mara nyingi tunahakikisha kwamba wale waliogundua yale maeneo kama hayana leseni, huwa tunafanya taratibu za kuweza kuwamilikisha leseni waweze kuchimba kwa mujibu wa taratibu zinazotakiwa. Maeneo ambayo umeona kwamba wachimbaji wanaondolewa ni pale ambapo wanakuwa wamevamia kwenye leseni ya watu, leseni za uchimbaji au leseni za utafiti. Na leseni zile tukikuta zipo hai, wenyewe wanafanya kazi, basi huwa tunafanya jitihada za kuhakikisha kwamba wachimbaji waliovamia wanaondoka, au kama kutakuwa na makubaliano yoyote ambayo mwenye leseni atakuwa amewapa ridhaa, basi atawatengea kaeneo na tutawapatia leseni wachimbaji wadogo kwa ajili ya kuchimba. Swala jingine lilikuwa ni matumizi ya baruti na wanaoathirika na mitikisiko. Swala hili kwa wale ambao wamepata athari za baruti, ambapo wapo ndani ya, na sijui lugha rahisi nitumie ipi, tunaita radius of danger zone, yani ule mzingo wa hatari wa baruti, na ambao hawajafanywa tathmini na kupewa fidia, watu tunahamasisha migodi kuhakikisha inawalipa wale watu stahiki zao, compensation na relocation, ili waweze kuondoka na kupisha eneo hilo ambalo ni hatarishi. Lakini kwa yule mtu ambaye anakuta eneo lipo active, shughuli zinafanyika, na anavamia kwenda kufanya ujenzi ndani ya maeneo hayo, naomba nitumie fursa hii kwa yale maeneo ambayo tayari yameshalipwa fidia na shughuli ambazo za uchimbaji zinaendelea zinafanyika na kuna matumizi ya baruti, ni wasii wa Tanzania tusipende kujenga karibu ya maeneo hayo, tujenge yale maeneo ambayo tumeshalipwa fidia na kuambiwa tufanye shughuli zetu za kimaendeleo katika maeneo hayo, mbali na yale maeneo ya hatari.
Nadhani nimemaliza. Dadangu Sharon, kwa hizo statistics tutaonana ofisini. Nashukuru. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tumefika mwisho wa mkutano wetu kwa leo, na asanteni sana kwa kushiriki. Tume ya Madini, waandishi wa habari, tutaonana tena kesho. Karibuni sana idara ya habari maelezo, na mchana mwema. Nanyosha mikono yangu juu